Tulio wengi tunatamani mtu uende mbele na si kurudi nyuma. Kila watoto 100 wanaozaliwa hai sehemu yoyote, mtoto mmoja au wawili watazaliwa na matatizo ya moyo. Ukifanya kwa takwimu hizi zinaonyesha watoto karibia 13,800 wanazaliwa kila mwaka Tanzania wakiwa na matatizo ya moyo. Katika kila watoto 30 yuko mtoto mmoja na tatizo la moyo. Wengine wanajijua, wengine hawajijui. Ni siku za karibuni tu jamii imeanza kuibuka na kujua kwamba hili tatizo lipo. Ninapokukuta kitu kama huna kipato, lazima kuna changamoto nyingi zinatokea. Naitwa Mariamu Abedi, mkazi wa Dar es Salaam Gongo la Mboto. Mimi ni mzazi wa Faisal Shaibu. Nilimzaa mtoto wangu akiwa na tatizo la moyo. Kweli nikaletwa hapa, nilipoletwa hapa wakamchukua vipimo mtoto wangu, akasema kweli ana shida ya moyo. Madaktari wakasema natakiwa mtoto afanyiwe operation. Katika pale sisi wazazi wake bado hela ile hatuna. Sikuwa na matumaini ya kusema kwamba muda mwanangu atafanyiwa leo akaisha, hapana. Mimi nilikuwa namuomba Mungu, swali hili mimi nilimwachia Mungu. Mungu ndo atakayejua, Mungu ndo afanye. Kwa majina naitwa Oliva Chango Mbembele. Nimekuja huku kwa ajili ya kumtibu mwanangu ambaye anaitwa Angel Christandus Kayombo. Ana umri wa miaka 3.5. Ni mtoto ambaye tayari alikuwa anatembea, anakimbia, anafanya michezo mingi, lakini kwa sasa hivi hawezi. Changamoto iliyokuwa kubwa kwangu ni kwamba nilipofika hapa siku ya kupewa majibu nikaambiwa mtoto wako nitakiwa afanyiwe operation ndogo, ambapo mishipa yake hiyo iliyobana nitakiwa waizibue. Sasa uzibuaji wake wakaniambia gharama yake ni 4,260,000. Matatizo ya moyo huwa ni matatizo ambayo yana gharama kubwa, hasa katika matibabu yake, na hii inatokana kwa sababu vifaa vingi ambavyo huwa vinatumika kwa ajili ya matibabu ya moyo kwa watoto hawa huwa vinatoka nje ya nchi. Kwa hiyo sasa ile namna ya kuvipata, kuvinunua mpaka kuvifikisha mahali hapa na kuweza kuvitumia huwa inachukua gharama kubwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi unakuta kuna watu wengi ambao wanahitaji kufanyiwa upasuaji wa magonjwa ya moyo, lakini wanahitaji msaada zaidi, hasa wa matibabu. Kwanza ukiachana na kwamba serikali inatoa 1% kubwa katika kuhudumia watoto kwenye shida zao, ila kwa kiasi kidogo kinachokuwa kimesalia kwa ajili ya kupata hizo huduma, Watanzania wengi huwa wanapitia changamoto, wanashindwa kukidhi huduma hizo. Kiukweli nilichanganyikiwa sana, kwa sababu nikifikiria uchumi, kipato tulicho nacho, nafanyaje? Mimi uwezo sina. Sabili zile changamoto tukubaliane nazo. Hata hiyo 1,000,000 kuja kuipata unasema nimetoa mimi. Ina maana ni kwenye nikopeshe hiki, nikopeshe hiki, nikopeshe hiki, nikopeshe hivi. Sio kwamba muda mimi ninasema kwamba nimeitoa sehemu, nikopeshe hivi ili mradi nije nikave pale ili jambo la mtoto kulinaendelea. Huko naweza kulipa nini? Mimi. Serikali huwa inajitahidi sana kuweza kuhudumia wagonjwa wengi, lakini pia huwa tunakuwa na mashirika mbalimbali ikiwemo pia kampuni ya Vodacom kupitia mpango wake wa Amini ni Wewe kwenye Vodacom Foundation. Wametusaidia pia nao kuweza kusaidia watoto wapatao 150 ambapo watakuwa wanajitahidi kuwalipia kila mwaka watoto 50 kwa ajili ya matibabu ya magonjwa ya moyo. Tunashukuru kwamba mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi ya Vodacom ambao wameanzisha mpango huu wa Amini, wanatusaidia katika nafasi kubwa kuwasaidia watoto wetu wenye changamoto za moyo. Kama matabibu kazi zetu zimerahisishika kwa sababu mradi kama huu unapokuja na kuchukua gharama zile za mzazi kwa ajili ya matibabu ya mtoto ambaye hawezi kugharamia hivi vitu, inakuwa ni rahisi kwetu katika matibabu, na tunakuwa tunaweza, kwa mfano watoto kama tunaweza kuwatibia mapema, wanawahi kupona na wanaendelea kukua vizuri. Maana watoto wenye shida za moyo wanakuwa na changamoto kwamba wanakuwa affected, hawakui vizuri.
Kwa wanapopata matibabu mapema, ina maana tuna improve the quality of life of these children and hence they can grow and prosper. Ni huu mpango nimeupokea vizuri kutokana mimi mwenyewe ni mnufaika wa huu mpango na sikutoa gharama yoyote, na pia vile vile ukiachana na mimi basi waendelee kusaidia na watu wengine wenye uhitaji kama wa kwangu, maanake watoto ni wengi wenye uhitaji, wengi sana wenye uhitaji. Kwa hiyo waendelee kusaidia na watu wengine waliobaki na wenye uhitaji kama watoto wangu. Ningeendelea tu kuwaomba wasikate tamaa, wasivunjike moyo, na Mungu awazidishie pale ambapo wanapapunguza pakajae. Na nipende kuchukua nafasi hii kuishukuru sana serikali kwa kuendelea kuishika mkono taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete. Zaidi ya serikali, na washukuru pia wadau wengine wote wa afya ambao wamekuwa wakitushika mkono, makampuni mbalimbali ambao kama ilivyokuwa Vodacom Foundation wameendelea kuja kwenye taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete kuweza kutoa msaada, kuwasaidia hasa watoto wanaopata shida, matatizo ya moyo. Amini ni wewe. 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 Amini ni wewe.